Bwana, hapa tunarudi tena ndani ya mjengo baada tu ya Yanga kutoka kule kwa AS FAR Rabat kule Morocco na kuchezea goli moja kwa bila. Leo Yanga wanarudi zao mjengoni na kujipanga upya kabisa kwa mazoezi makali kwa ajili ya mechi ya mwisho. Haya mazoezi ni mazoezi ya kwanza kabisa, walivyofika tu leo ndo wamekutana, wameingia zao mzigoni kwa ajili ya kujipanga na mechi yao wao na JS Kabylie. Na hadi sasa hivi kikosi kimejiimarisha vibaya mno. Yaani kikosi kimekuwa hatari zaidi ya vile unavyofikiria, kwa sababu GSM anaitaka hii mechi, Engineer anaitaka hii mechi, mashabiki wa Yanga kiujumla wanaitaka hii mechi. Hii mechi inakwenda kufa na kupona. Usisahau kusubscribe hapo, kucomment, kulike, pia kushare ili tuendelee kupata update nyingi zaidi za michezo kila siku. Halafu nitakuletea kile kikosi kizima cha nani anaanza. Naona kuna mabadiliko makubwa sana kwa kocha wa Yanga na nini anakwenda kufanya kwenye mabadiliko hayo. Tumemwona Clement Mzize, kipenzi cha Watanzania, amerudi akiwa timamu kabisa, ambao hapa anakwenda kumchallenge Depp pamoja na Dube, wote wanacheza namba zinazofanana. Je, nini kinakwenda kutokea siku ya Jumapili saa 1 kamili usiku? Mbungi itawaka. Sasa mimi kabla sijaendelea, kwanza nishusha comment yako hapo, pia namba yangu inapita hapo, chukua namba yangu, njoo WhatsApp niambie nini wewe umekiona juu ya kikosi hiki hapa ambacho sasa Mzize amerudi, Dube yuko fiti, lakini kuna Depp, kuna Okello, Aaron Okello Starboy yuko fiti zaidi. Tutazungumza pamoja na wewe leo baada ya kikosi cha Yanga kupoteza kule FAR Rabat nchini Morocco kwa goli moja kwa bila, lakini leo tunaangalia kwamba baada tu ya Yanga kumshona JS Kabylie hapa nyumbani, tunategemea Al Ahly yeye akamshone kule FAR Rabat. Je, ni mechi ambayo itakuwa na msisimko mkubwa sana, wakati wote wanacheza masaa mamoja yanayofanana. Kule wanacheza saa moja, huku saa moja ni masaa hayo hayo, na siku hiyo hiyo moja wote watamaliza kwa pamoja, kati ya FAR Rabat na Al Ahly. Alafu huku kuna Yanga na JS Kabylie. Je, wewe unaona nani atakuwa nani na nani atamfunga mwenzake ngapi? Mimi kwenye maoto yangu, tukianza na FAR Rabat na Al Ahly, FAR Rabat atashona goli 2 bila. Yaani goli 2 bila. Hiyo haipingiki. Lakini kirudi huku kwa Yanga bwana, wazee wa kupindua meza, wao haiishi mpaka ishe. Huku mtu analala 3. Yaani hiyo ni sefuri, watake watakula, wastake watakula. Je, shusha comment yako, wewe unaona nini hapo? Nani atashonwa? Nani ataachwa? Ngapi zitafungwa? Mchezaji gani atakuwa wa kwanza kufungwa? Kuna 50,000 ya chap. Yaani ukipatia tu, nataka uniambie Yanga watafunga JS Kabylie goli ngapi? Na ni mchezaji gani ataanza kufunga kwenye hiyo mechi? Yaani mchezaji gani atakuwa wa kwanza kushinda kwenye hiyo mechi? Halafu kingine uniambie magoli mangapi yatafungwa, yani magoli mangapi tu yatafungwa, na mchezaji wa kwanza kutupia kambani ni nani? Hapo nakupa watu 4 wazi kabisa. Kuna Starboy Aaron Okello ambaye anatokea kona ya pembeni kabisa, huwa mara nyingi mipira yake anaitupa ya kushtukiza, unaikuta hapo nyavuni. Lakini kuna Depp. Huyu mwamba ni hatari zaidi, huaga magoli yake anakwenda katikati. Mechi iliyoisha ya FAR Rabat, kocha alicheza kimkakati zaidi. Hakutaka watu washambulie, aliwalimit kwenye kuzuia zaidi, kwa sababu aliamini kabisa akitoa draw kwake ni kufunga. Ndio maana kipindi cha pili alikuja kupushi zaidi. Kuna Depp, lakini kuna Pacome, kuna Clement Mzize. Hao ndo watu 5 ambao wataka uniambie nani ataanza kuligusa goli la JS Kabylie. Halafu JS Kabylie watakubali kupokea kipigo cha magoli mangapi? Lakini kule kwa Al Ahly pamoja na FAR Rabat, uniambie goli zitakuwa ngapi kwa ngapi? Kwa mfano mimi nakwambia FAR Rabat atafungwa goli 2 kwa bila.
Farabat kule atanyoshwa goli 2-0 mchana kweupe, atalala 2-0 kwa sababu itakuwa ni mechi ya kisasi, mechi ya kufunguka, mechi tunacheza, tunapanda na kushuka. Lakini ukija kwa Yanga huku, Yanga atamshona mtu 3-1 kwa sababu ni mechi itakuwa ya kufunguka. Mtu yoyote anaotewa hapo katikati, mtu yote atapigwa. Je, wewe unaonaje kwenye mechi hii na mchezo huu? Na nahitaji comment yako. Subscribe kwanza hapo, alafu then comment uniambie nani atashonwa, nani atakuwa nani. Ni mechi itakuwa ni mechi ya visasi zaidi. Tumeona mazoezi na kuna mchezaji mpya anaitwa Buba. Ni hatari sana, winga ya kushoto ambaye anakimbia sana. Nimeona kwenye mazoezi yamekuwa makali, yani watu wanaikamia vibaya hiyo mechi ya kufa na kupona. Tunahitaji comment yako, subscribe hapo, namba zangu zinapita hapo, chukua namba zangu, njoo WhatsApp uniambie hayo tu. Ukishaniambia WhatsApp hapa, mimi nitakuchukua comment yako, nitahifadhi. Kufika Jumatatu asubuhi utapokea kitita chako cha 50,000 wazi kabisa, baada tu yale makisio yako kwenda sawa. Lakini hapa tunamzungumzia Pacome kwenye mchezo uliotoka. Tumeona ndo mjadala mkubwa mtandaoni kwamba Pacome alicheza chini ya kiwango, Pacome hakuonekana, yani yule Pacome tunomjua wala hakuonekana. Lakini mimi niwaambie kitu kimoja, mechi iliyopita ilikuwa ni mechi ngumu, mechi ya mpango mkakati. Mkakati wa Yanga ulikuwa ni mambo matatu. Cha kwanza kabisa tushinde. Cha pili, ambaye mkakati wa kwanza tushinde, lakini mkakati mkubwa zaidi to draw. Mkakati wa mwisho tusifungwe goli zaidi ya 1. Hiyo ni mikakati mitatu waliiweka Yanga, kwa sababu tukishinda sawa, tumekwenda. Tukitoa draw tuna nafuu zaidi. Tukifungwa zaidi ya goli 1 sisi tumeondoka. Kwa hiyo mikakati mitatu, la kwanza tusifungwe, la pili tutoe draw, la tatu tusifungwe goli nyingi zaidi. Lakini wamefanikiwa kwenye mkakati wao wa mwisho ambao nilikuwa mkakati wa 3. Hata vitani mnapewa option 3: kupigana, kukimbia na kujificha. Yote mikakati ya mbinu za kivita. Yani utakuwa mpinzani wako, pigana naye umpige, mkakati wa kwanza, yani tushinde hii vita. Huo mkakati wa kwanza. Mkakati wa pili, tujifiche wasituone. Huo mkakati wa pili wa kushinda vita, maana mpinzani atakutafuta hakukupata. Lakini mkakati wa 3, tukimbie. Tukishindwa kabisa sisi tukimbie, ila tusipigwe tukamalizwa. Yani tusipigwe tukamalizwa. Hiyo ndio ilikuwa mikakati mitatu, lakini katika mikakati mitatu tukafanikiwa mkakati mmoja, tujifiche. Tukajificha, tukafanikiwa. Yanga inakwenda kwenye mkakati wake wa mwisho. Sasa hivi ni kete ya mwisho kabisa, ambaye kila mmoja ana wasiwasi na kete hiyo. Inawezekana ikawa succeed, inawezekana ikawa failure, kutokana na mechi tunazokwenda kukutana nazo, kwa sababu kila mmoja tukiangalia Jessica Birig tayari kishamaliza, yeye ashinde sishinde anaondoka. Tukirudi upande wa Farabat, anaitaka hii mechi hatari, anaamini kabisa nikifungwa hata goli 1 huku ni kwamba mimi safari yangu imeishia hapo. Lakini tukija kwa Yanga, sisi tunahitaji kushinda na kumwombea Al Ahly ashinde, kwamba sisi mechi yetu tumefanyaje, tumemaliza. Lakini Show Me Empire One ndo anakuletea kipindi hiki hapa na majadiliano ya hapa na pale. Tuangalie timu zetu na mazoezi mazito kabisa ambayo yameendelea kwenye kikosi cha Yanga, ambayo mazoezi yake ya kwanza na anafanya vizuri sana. Je, nini kinakwenda kutokea siku ya Jumapili? Baki hapo. Ni wako Show Me Empire One, namba zangu zinapita hapo, kitita cha 50,000 ukinipa majibu yako hayo matatu. Mtu wa kwanza nani atashinda kwa Yanga? Goli la kwanza litafungwa nani? Kitu cha pili, Farabat atafungwa goli ngapi na Al Ahly? Hayo tu, ni kuache hapo. Usahau kusubscribe, usahau kucomment ili uwe mwanafamilia wa michezo, na namba zangu zinapita hapo, nitakuweka kwenye group langu, then tuone nani anakwenda, nani ana